historia ya maisha ya Mtakatifu Yohane Bosco. Yohane Bosco alikuwa padri wa Kanisa Katoliki na mwanzilishi wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Sales. Alitumia maisha yake kuwaelimisha watoto na vijana wa mtaani, yatima na vijana wa magereza. Hakutaka kurekebisha vijana kwa ukali, bali kuwakinga dhidi ya maovu kwa wema. Upendo wake wa ajabu kwa vijana ndio siri ya mafanikio yake ya ajabu katika malezi. Yohane Bosco alizaliwa tarehe 16 Agosti mwaka wa 1815 na alilelewa na mama yake mjane. Baba yake alifariki mwaka wa 1917 akimwachia mke wake watoto watatu. Ilikuwa ni kipindi cha miaka migumu kutokana na maradhi na njaa, lakini mama yake alijitahidi kuwatunza na kuwalea vizuri. Alipokuwa na miaka 9, Yohane alipata ndoto ya kinabii iliyomtabiria utume wake kwa vijana. Baadaye Mungu alizidi kumjalia karama nyingi za kipekee. Kufuatana na ndoto hiyo, Yohane aliamua kuwa padri, ingawa hakuweza kusoma hata shule ya msingi kutokana na umasikini wa nyumbani. Ndoto za kuwa padri alizipata utotoni, lakini kaka yake alimpiga vita na kutaka awe mkulima kama yeye. Lakini taratibu mama alimfanyia mpango dhidi ya upinzani wa kaka yake. Wakati huo huo, alianza utume wake akitumia vipawa vyake vya ajabu. Alibahatika kukutana na padri mzee ambaye alimsaidia katika kupata elimu kwenye seminari. Kwa shauri la Padri Joseph Kafaso, tarehe 30 Oktoba mwaka 1835, aliingia seminari ya Chieri. Tarehe 3 Novemba mwaka 1837, alianza masomo yake ya theolojia na tarehe 29 Machi mwaka 1841, akapewa daraja takatifu ya ushemasi. Na mnamo tarehe 5 Juni mwaka 1841 alipata upadrisho. Katika kazi yake ya upadri pia alifundisha katekesi kwa vijana. Alitembelea wafungwa na kusaidia katika parokia mbalimbali. Huko Torino kulikuwa na watoto zaidi ya 7,000 chini ya umri wa miaka 10 waliofanya kazi viwandani. Yohane Bosco aliwatafuta ili kuwasaidia kijamii na kidini. Pamoja na Padri Kafaso, alitembelea magereza akashtuka kuona hali ya wafungwa vijana. Kwa wema wake aliwafuta wamwendee mara baada ya kutoka. Muda mfupi baadaye vijana walikuwa wengi, hivi akahitaji msaada wa mapadri watatu. Hatimaye tarehe 12 Aprili mwaka 1846 alipata nafasi kununua kipande cha ardhi huko Faldaco. Mama yake pia alihamia kule na wakasaidiana kuwatafuta na kuwalea watoto mayatima. Mwaka wa 1854 alianzisha shirika la mapadri kwa utume wa vijana, kwa ufupisho chake ni SDP. Miaka 10 baadaye alianza ujenzi wa mahali patakatifu pa Bikira Maria, msaada wa Wakristo. Ndivyo alivyopenda kumuita mama wa Yesu. Mwaka wa 1872 pamoja na Maria Domenica alianzisha shirika la mabinti wa Bikira Maria Msaidizi ili walee wasichana kwa roho ile ile. Akiwa kama mwanzilishi wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Sales, mwaka wa 1875 alianza kutuma wasileshiani wa kwanza huko Argentina, na wakati huo alianzisha kundi la watawa wasaidizi. Aliwaona kama wasileshiani wa nje. Yohane Bosco alifariki tarehe 31 Januari mwaka wa 1888. Mazishi yake ilihudhuriwa na maelfu ya watu, na mara baada ya kifo chake, jamii kubwa ilitamani sianze taratibu ya kumfanya Yohane Bosco kutambuliwa kama mtakatifu.
Papa Pius wa 11 alimtangaza mwenye heri tarehe 2 Juni mwaka wa 1929 na mtakatifu tarehe 1 Aprili mwaka wa 1934, akipewa jina kama nikinukuu, baba na mwalimu wa vijana. Sikukuu yake ni tarehe 31 Januari. Yapo mengi aliyoyafanya Mtakatifu Yohane Bosco, miujiza nyingi, ila nitasimulia nyakati nyingine. Hapa SDP Salesians of the Don Bosco tuna mengi ya kumshukuru na kumfurahia kama mwombezi wetu, tukisema Mtakatifu Yohane Bosco utuombe.